Nuru Afya Imara. Leo naenda kukwambia chanzo cha watu wengi kulalamika maumivu ya mifupa na maungio. Kwa nini unateseka na changamoto za maumivu ya mgongo? Kwa nini unateseka na changamoto za maumivu ya nyonga? Kwa nini unateseka na changamoto za maumivu ya mabega, magoti, mikono? Kwa nini unahangaika na changamoto za mifupa, pingili za mgongo kusagika na changamoto zingine zinazokusumbua ambazo zinahusiana na changamoto za mifupa, changamoto za viungo au maungio kuuma? Kwa nini unapitia hizo changamoto? Asilimia kubwa sio watu wenye umri mkubwa tu ndo sasa wanaoteseka na hizi changamoto za mifupa na maungio. Sahizi hata watoto 2000 wanahangaika na changamoto za mifupa na maungio. Migongo inawauma, mabega yanawauma. Kwa nini? Kuna changamoto nyingi sana kwa watoto wadogo, watoto 2000. Wengine hata umri wa miaka 20 hajafikisha. Wengine wana miaka 13, 14, 15. Enzi za zamani waliokuwa wanahangaika na wanateseka na haya matatizo ya viungo na maungio ni wale ambao wana umri mkubwa, wazee. Lakini sasa hivi hadi watoto wadogo wanahangaika na hizi changamoto. Sasa nitachimba deep niwaambie sababu, visababishi, nitawaambia namna ya kujikomboa na hizi changamoto, lakini pia nitawaambia vyakula ambavyo ni sahihi na mkivitumia vitaweza kuwasaidia hapo majumbani kwenu, mazoezi sahihi ambayo yatawasaidia kwa nyinyi ambao mnahangaika na hizi changamoto. Lakini pia nitaenda kuambia suluhisho kwa wale ambao wana changamoto kubwa sana, ambao wanaona kabisa hizi changamoto zao haziwezi kusolvika kirahisi. Unaweza ukanipigia kupitia 0715 047 591 Naitwa Dr. Nuru. Unaweza kunitafuta nikakupa ushauri, lakini sio ushauri tu, nikakupa matibabu yaliyokamilika na anaweza akakufikia popote ulipo, uwe Bongo, uwe Ulaya, uwe wapi, utaweza kupatiwa matibabu kwa haraka na utapona changamoto zako hizo ambazo umehangaika muda mrefu. Umeenda India, umeenda wapi, bado hujapona bila kufanyiwa upasuaji. Ukinitafuta nitaweza kukutibia na utaweza kupona kabisa kupitia Nuru Afya Imara. Sasa niende moja kwa moja chanzo cha hizi changamoto ambazo watu wengi wanahangaika, sio vijana, sio wazee. Maumivu ya mifupa na maungio yanaweza kuwa na vyanzo vingi sana. Yanaweza kuwa na vyanzo vingi sana. Baadhi vyanzo vyake ni vya kawaida na baadhi yanahitaji uchunguzi. Yaani baadhi ya changamoto ambazo watu wanapitia, kuna baadhi ya changamoto zinahitaji uchunguzi wa kidaktari zaidi. Sawa. Sababu ambazo mara nyingi huwa zinapelekea hizi changamoto za mifupa na maungio, namba moja ni kuzeeka. Kadiri umri unavyoongezeka, gegedu au cartilage zinazolinda maungio hupungua, na maungio yanaweza kuanza kuuma au kukakamaa. Namba mbili, matumizi makubwa ya viungo. Mfano, kufanya kazi nzito za mwili, kubeba mizigo mizito, kurudia harakati zile zile kila siku, michezo yenye msukumo mkubwa. Sawa. Namba tatu, majeraha. Mfano, kuanguka, kupigwa, kuvutika kwa misuli au mishipa, kuvunjika kwa mifupa. Yote yanaweza kusababisha maumivu
ya mifupa. Namba 4, uzito mkubwa. Uzito huongeza mzigo kwenye magoti, nyonga, vifundo vya miguu na mgongo. Asilimia kubwa sasa hivi watoto wadogo wana uzito mkubwa. Sio watoto tu, watoto 2000 pia wana uzito uliopitiliza, kiasi kwamba uzito wao hauwezi kubebwa na mifupa yao. Ndio maana ni rahisi wao kusikia maumivu ya mifupa, au mifupa yao inakuwa milaini kiasi kwamba kuvunjika ni rahisi, kwa sababu uzito wao ni mkubwa. Nyama nyingi, ila mifupa ina uwezo wa kubeba hizo nyama. Kwa hiyo punguza uzito. Punguza uzito ndio solution ya kwanza. Sawa. Namba 4 tumesema ni uzito mkubwa. Namba 5 ni upungufu wa virutubisho. Mfano, upungufu wa calcium, upungufu wa vitamin D, upungufu wa protein na madini mengine muhimu kwa afya ya mifupa. Namba 6, kutofanya mazoezi. Misuli inapokuwa dhaifu, maungio na mifupa hupata mzigo mkubwa zaidi. Magonjwa yanaweza kusababisha. Ni magonjwa gani ambayo yanaweza kusababisha pia hizi changamoto za mifupa na maungio? Kuna osteoarthritis. Huu ni uchakavu wa maungio unaotokea zaidi kadri umri unavyoongezeka. Kuna rheumatoid arthritis. Huu ni ugonjwa ambao unasema ni kinga ya mwili ambayo hushambulia maungio na kusababisha maumivu, uvimbe na ugumu wa viungo. Osteoporosis, mifupa hupungua nguvu na kuwa rahisi kuvunjika. Kuna gout, kiwango kikubwa cha uric acid husababisha maumivu makali ya maungio, hasa kidole kikubwa cha mguu. Vitamin D deficiency inaweza kusababisha maumivu ya mifupa na udhaifu wa misuli. Upungufu wa vitamin D unaweza kusababisha maumivu ya mifupa na udhaifu wa misuli. Mambo yanayoongeza hatari ya kutopata mwanga wa jua wa kutosha. Hayo ni mambo yanayoongeza hatari ya kupata hizo changamoto za mifupa na maungio. Kutopata mwanga wa kutosha wa jua, uvutaji wa sigara, unywaji mkubwa wa pombe au kunywa pombe kupitiliza, lishe duni, historia ya familia ya magonjwa ya maungio, kukaa muda mrefu bila kusogea, yani kukaa muda mrefu au kulala muda mrefu kunaweza kusababisha changamoto za mifupa na maungio. Sasa ni dalili gani zinazohitaji uchunguzi wa haraka? Dalili zipi ambazo ukiziona utakiwi kukaa nazo, nitakiwa ufanye uchunguzi wa haraka sana? Maumivu makali yasiyoisha, uvimbe mkubwa kwenye kiungo, homa pamoja na maumivu ya maungio. Sawa? Kushindwa kutembea au kutumia kiungo, kuvunjika kwa mfupa au jeraha kubwa. Ukiwa na maumivu yapo hasa mgongo wa juu karibu na mabega, chanzo cha kawaida huwa ni mvutano wa misuli, mkao mbaya wa kukaa, kutumia simu au kompyuta kwa muda mrefu, au kazi inayolazimisha mabega na shingo kukaa katika mkao mmoja kwa muda mrefu. Hata hivyo, ikiwa maumivu hayo yataendelea kwa wiki kadhaa na yanaongezeka kadri siku zinazozidi kwenda na yanaambatana na ganzi mikononi, ni muhimu kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu. Umeona kwamba asilimia kubwa
ya watu wanaohangaika na hizi changamoto, hasa maumivu juu ya mgongo, ni wale ambao wanatumia sana kompyuta na simu, na asilimia kubwa ya vijana wengi wanatumia sana simu. Muda mwingi amekaa kwenye simu, anaperuzi TikTok, Facebook, Instagram. Muda mrefu anautumia kuscroll. Sasa imagine huyo mtu lazima tu atapitia changamoto ya maumivu ya mgongo karibu na mabega. So hii ni changamoto kubwa sana, changamoto kubwa mno. Sasa namna ambavyo tunaweza kuwasaidia hawa watu ili kupunguza hatari ya maumivu ya mifupa, maungio na viungo, kama maumivu ya mgongo karibu na mabega, zingatia mambo haya. Kwanza, rekebisha mkao wako wa kukaa. Yaani kaa mkao mzuri wa mwili wako unyooke. Kaa ukiwa umenyooka. Mabega yakiwa yametulia. Epuka kuinamisha kichwa mbele kwa muda mrefu ukiangalia simu yako au kompyuta yako au laptop yako. Tumia kiti kinachounga mgongo vizuri. Namba 2, fanya mazoezi ya mara kwa mara. Mazoezi yatakusaidia kuimarisha misuli ya mgongo, mabega na tumbo. Fanya mazoezi ya kunyosha mwili, stretching. Mazoezi ya kutembea, mazoezi ya kuogelea na mazoezi mepesi husaidia afya ya maungio. Namba 3, zingatia lishe bora. Pata madini ya calcium kutoka kwenye maziwa, mtindi, dagaa na mboga za majani. Pata vitamin D kupitia mwanga wa jua na vyakula vyenye vitamin D, sawa? Kula protini ya kutosha kusaidia misuli na mifupa. Namba 4, dumisha uzito unaofaa. Uzito mkubwa huongeza mzigo kwenye mgongo, magoti na nyonga. Namba 5, lala vizuri. Tumia godoro linalounga mgongo vizuri. Lala kwa mkao usioleta mkazo kwenye shingo na mabega. Namba 6, epuka kubeba mizigo mizito au kubeba mizigo vibaya. Unapoinua kitu kizito, pinda magoti badala ya kuinamisha mgongo. Gawanya uzito sawa unapobeba mizigo. Namba 7, epuka uvutaji wa sigara na matumizi makubwa ya pombe, maana vinaweza kuathiri afya ya mifupa na kuchelewesha uponaji wa tishu. Namba 8, pumzika unapofanya kazi kwa muda mrefu. Hata pia unapotumia simu, pumzika, tumia muda mrefu sana. Hii ni Nuru Afya Imara, orodha ya vyakula na mazoezi muhimu au mazoezi mepesi vitakavyo kusaidia kuimarisha afya yako ya mifupa na maungio na misuli ya mgongo. Kwa wale wote ambao wana changamoto za kusagika kwa pingili za mgongo, maumivu ya mgongo, maumivu ya nyonga, maumivu ya mifupa na maungio, kwa wote ambao wana changamoto hizi, basi hii ni listi ya vyakula ambayo itawasaidia sana katika kuondoa hayo maumivu. Lakini pia nitawapa baadhi ya mazoezi mepesi ambayo yatawasaidia sana katika kuondoa hizo changamoto. Vyakula vinavyo saidia sana mifupa na maungio ni hakikisha unapata vyanzo vingi vyenye madini ya calcium. Ambapo kwenye madini ya calcium, vyakula gani ambavyo vina madini ya calcium? Ni maziwa mtindi, jibini, dagaa wanao liwa na mifupa yao, yani mifupa yao pamoja na wale dagaa wana calcium ya kutosha. Samaki wadogo wa kukausha wana calcium ya kutosha. Mboga za majani mfano mchicha, matembele, kisamvu, hapo unapata calcium ya kutosha. Lakini pia vyakula vyenye vitamin D, mfano tuna samaki wenye mafuta kama vile sardine, salmon, tuna, sawa. Kuna mayai, maziwa yaliyoongezewa vitamin D, mwanga wa jua wa asubuhi au jioni. Kaa
kwa takriban dakika 15 mpaka 30 utakuwa umevuna vitamin D ya kutosha. Vyakula vyenye protini ya kutosha, mfano samaki, kuku, nyama isiyo na mafuta mengi, maharage, dengu, kunde, mayai, vyakula vya kupunguza uchochezi wa maungio, mfano tangawizi, kitunguu saumu, samaki wenye omega 3, matunda mfano machungwa, embe, papai, tikiti, mboga za rangi mbalimbali. Vyakula vya kuzingatia kwa kiasi ambavyo utakiwi au hupaswi kutumia sana. Tumia lakini usitumie sana. Mfano sukari nyingi, epuka sana kutumia sukari nyingi au vyakula vyenye sukari nyingi. Epuka kutumia vyakula vya kukaanga sana, maana mafuta yanakuwa sio salama. Unakuta mafuta, mfano chipsi, unakuta mtu anatumia chipsi sana, ambapo chips unaangalia toka yameanza kukaangwa, mafuta yaliyotumiwa ni toka asubuhi mpaka jioni yanatolewa, chips zinawekwa, zingine zinatolewa. So mafuta ni machafu, alafu ni madhaifu kwa sababu yametumika muda mrefu. So athari zake unazipata na kemikali ambazo zinabaki kwenye ile mafuta. Wewe ukizitumia lazima tu utaathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo pia epuka sana kutumia vinywaji vyenye sukari nyingi. Sasa ni mazoezi gani ambayo yatakusaidia kwa wenye changamoto za mgongo na mabega? Kutembea angalau dakika 30 mpaka 45 kwa siku. Kunyosha mabega, vuta mabega nyuma taratibu, shikilia sekunde 10 mpaka 15, rudia mara 5 mpaka mara 10. Namba 3, kunyosha shingo, geuza kichwa kushoto na kulia taratibu, rudia mara 10 kila upande. Namba 4, shoulder rolls, zungusha mabega mbele mara 10, zungusha mabega nyuma mara 10. Wall push ups, push ups za ukutani hizi. Simama karibu na ukuta na kufanya push up dhidi ya ukuta mara 10 mpaka 15 kwa seti. Kuna hii hapa inaitwa bead dog exercise. Bead dog exercise, yani hii ni bead dog exercise. Ni simama kwa mikono na magoti, shusha mkono mmoja mbele na mguu kwa upande wa pili nyuma, shikilia sekunde 5 mpaka 10, rudia mara 10 kila upande. Plank hii ni anza kwa sekunde 15 mpaka 30, ongeza muda taratibu kadri nguvu zinavyoongezeka. Namba 8, kuogelea swimming, husaidia maungio na mgongo kwa sababu hakuna msukumo mkubwa kwenye mifupa. Kwa maumivu ya juu ya mgongo karibu na mabega, mara nyingi mchanganyiko wa kutembea, mazoezi ya kunyoosha mabega na shingo pamoja na kuimarisha misuli ya tumbo na mgongo huwa na manufaa makubwa. Ikiwa maumivu yanaendelea au yanaongezeka, ni vyema kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu. Sawa. Hayo ilikuwa ni mazoezi na baadhi ya vyakula. So thanks to you guys. Endelea na kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, pia msisahau kusubscribe YouTube channel yangu kama Nuru Afya Imara. Ujifunze masomo mapya, ujifunze kila tunapoposti content mpya, muweze kujifunza vitu mbalimbali. Kwa wale ambao wana changamoto za mifupa na maungio na wanatafuta matibabu lakini hawaoni mahali sahihi pa kupata matibabu, unaweza kunipigia kupitia 0715047591. Nitakupa ushauri bure, lakini ukihitaji matibabu pia nitakusaidia kupata matibabu bila kufanyiwa upasuaji. Kwa wote ambao wana changamoto za mifupa na maungio, changamoto za mifupa, pingili za mgongo kusagika, maumivu ya mgongo, maumivu ya nyonga, maumivu ya magoti, matege kwa watoto na wakubwa. Kama una changamoto hizi unaweza kunitafuta kupitia namba 0715047591. Nitaweza kukusaidia. I am Nuru, ulipo nipo. Thank you. Asante kwa kunisikiliza.